Naam, habari, karibu katika simulizi yetu sehemu ya 4 ya safari ya Mbeya. So tulipofika pale msituni, kuna mzee akawa anakuja. Alipokuja, cha kushangaza akawa amevaa nguo za rangi moja, then ile nguo aliyokuwa amevaa ilikuwa na muundo kama wa dela, then ilikuwa rangi nyeusi. So akanisogelea mimi pale, akaniangalia mimi, then akamwangalia mzee, then akageuka kumwangalia mama, then akamuuliza mzee, akamwambia huyu kijana ni nani? Then mzee kabla hajajibu ile swali la pili, ile swali la kwanza, akauliza tena swali la pili, akasema je, huyu kijana atatufaa? Sasa mimi nikawa najiuliza kwamba atatufaa kwenye nini, kwa sababu mimi nimetoka nyumbani na wazee, tumefika pale, ameniambia tu kwamba kuna issue nataka tukafanye, ameniambia kuna biashara tutafanya. Huwezi kujaji sana kwa sababu ni mtu ambaye nilitokea tu kumwamini ghafla katika mazingira ambayo mimi mwenyewe sikuyaelewa sana, lakini tu nikawa nimemwamini, then tukawa tumeenda kwenye huo msitu. Then tulipofika pale, maswali ya yule mzee then akasema kwamba nilitamani sana, yule mzee sasa aliyekuja akasema nilitamani sana hii kazi tuifanikishe kama tunavyofanikisha kazi za nyumba, lakini kwa ninapoona hali ya leo sitaweza kufanikisha hii kazi. Sasa mimi nikawa najiuliza kumbe kuna kitu kinatakiwa kifanyike leo usiku, kwa sababu ilikuwa ni mdogo, ilikuwa ni majira ya saa 5 saa 6 kuelekea saa 5 saa 6 saa 7 ilikuwa bado haijafika, ilikuwa saa 5 saa 6 mida hiyo, ni usiku kweli kweli. Then mzee akanifuata mimi, akaniuliza kijana unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa mtu fulani. Akawa na tikisa kichwa hivi, akasema wewe unatokea wapi na mzee mwana naye wapi? Nikamwambia mimi nilikuwa na safari ya kutoka Dar es Salaam kuja Tukuyu Mbeya, lakini wakati nakuja nipo kwenye gari, mzee aliniambia kuna biashara anataka tufanye. Then baada ya hapo kumwambia hayo maelezo, yule mzee akamgeukia baba akamwambia mimi nadhani leo hatutaweza kufanikisha hili swala, kwa hiyo nadhani mwende tu nyumbani, then tuangalie siku nyingine. Lakini kijana amemwambia kwa nini yuko hapa. Then yule mzee alipouliza ile swali, mama akaniangalia usoni. Aliponiangalia usoni, nikarudi nyuma, nikakumbuka mama amewahi kuniuliza, akaniambia njia mafanikio vijana wengi wanapenda shortcut, lakini kuuliza kwa nini uko hapa hutaweza kunieleza. Sasa nikawa najaribu kuuliza haya mambo aliyokuwa ananielezea mama ndio lengo la mimi kuwepo hapa au kuna swala jingine, lakini sasa nikawa sipati majibu, yani nikawa na maswali mengi ambayo hayana majibu. Then baada ya pale mzee akamwangalia baba, then akamwambia mimi naomba niondoke, hii kazi tutafanya siku nyingine. Baada ya kumwambia hivyo, mzee akawa anarudi kule ambako alikuwa ametoka. Then baba akamgeukia mama na mimi akatuambia naomba turudi nyumbani. Kumbuka alipokuwa amepaki gari mpaka tulipokuwa tumefika ni kama dakika 15 kutembea. Kwa hiyo ikabidi tena tutoke pale ambapo tulikuwa tumeenda, tukawa tunarudi kule ambako gari ipo kama dakika 15. Kumbuka ni usiku wa saa 6, sasa inatafuta saa 7. Kwa hiyo tukawa tumetembea mpaka kwenye gari tukawa tumefika. Tulipofika pale kwenye gari, mzee akaingia kwenye gari, akawasha gari, tukarudi nyumbani. Cha kushangaza wakati tumefika nyumbani majira saa 6 kuelekea saa 7, geti la nyumba kubwa, kama nilivyosema mara ya kwanza kwamba nyumba ilikuwa ni nyumba kubwa, mzee alikuwa ameshafanikiwa tayari. Kwa hiyo ndani kuna magari, ndani kuna vyombo vya usafiri mbalimbali, kuna baiskeli, kuna magari, kulikuwa kuna pikipiki, lakini mengi yalikuwa ni magari. Sasa tumetoka kule msituni majira ya saa 6, tumerudi nyumbani, tumekuta geti liko wazi. Then mzee hakushtuka wala mama hakushtuka, ila mimi nilishtuka kwa sababu niliambiwa kwamba kuna mlinzi hapa ndani. Ingawa yule mlinzi toka nakuja mpaka tunaenda msituni sikumuona yule mlinzi. Ndio mzee akapita kwenye geti akaingia ndani. Alipofika ndani mzee akazima gari, ikabidi sasa mimi nishuke niende nikafunge geti. Sio hali ya kawaida, lakini mzee akuuliza swali lolote wakaingia ndani. So mimi nikawa niko nyuma nafunga geti, then nikawa naingia na mimi ndani. So nilipofika ndani, kumbuka tuliwaacha watoto wawili. Tumetoka nyumbani majira ya saa 2 kuelekea msituni. Tumerudi majira ya saa 6 baada ya ile zoezi la kule msituni kushindikana. Tuliporudi ndani, kumbuka tulimwacha Jessica pamoja na Alex. Tuliporudi nyumbani, tumemkuta Jessica yuko hoi anaumwa. Yaani yuko hoi, yuko serious kabisa anaumwa. Sasa nikawa najiuliza, tumetoka nyumbani majira ya saa 2, tumeenda msituni, tumeonana na yule mzee. Then wakati tunarudi, tumekuta Jessica yuko hoi kweli kweli anaumwa. Kuna vitu nikawa najaribu kuviunganisha na shindwa kuvielewa. Kwamba tumetoka yuko vizuri, lakini tumerudi kama masaa 3 4
ndani ya masaa 3 4 mtu amezidiwa kulikuwa na yuko serious kabisa anaumwa. Nikasema lakini huu ni ugonjwa, maybe inatokea. So nilipoona ile hali imekuwa ni mbaya, nikamwambia mzee, nadhani sasa hapa tuweza kwenda hospitalini. Mzee akanigeukia akaniambia, hospitalini twende tukafanye nini? Then mama, wakati mzee anaongea maneno, mama akaingia ndani chumbani. Alipoingia chumbani, akatoka na chupa, hizi chupa kama za soda, hizi Coca-Cola na Pepsi. Chupa kama za soda, hizi za glass. Na akatoka nayo, yani alipotoka nayo, pale ndani kwenye ile chupa kulikuwa kuna kitu chekundu. Kile kitu chekundu kilikuwa ni kama vile, yani muundo kama wa juice, lakini nadhani ilikuwa ni dawa. Then akamshika Jessica, akamnywesha kama mara 2. Alivyomnywesha, then Jessica akaamka. Alivyoamka akapiga magoti, akampigia mzee magoti. Mzee akachukua mkono wake akaweka juu ya kichwa cha Jessica. Then baada hapo Jessica akanyanyuka. Sasa nikawa najaribu kutengeneza ni picha, nini kinaendelea? Mbona matukio juu ya matukio. Tukio la kwanza, nimefika nyumbani, nimeambiwa mpaka mlinzi ameenda kanisani, mama ameenda kanisani, watoto wameenda kanisani, nikasema sawa. Tukio la pili, wakati mama anarudi kutoka kanisani yuko na watoto tu, mlinzi hayupo, nikasema sawa. Tukio la tatu, tumeenda msituni, mzee anasema hii kazi hatutaweza kuifanya, tuje siku nyingine. Nikawa najaribu connect yale matukio, sielewi. Then tukio la 4 tena lingine, tunarudi nyumbani tena, Jessica anaumwa, anapewa dawa, anapona hapo. Mzee anasema tuende hospitalini. Kwa hiyo nikawa nashindwa kuunganisha zile picha, lakini nikasema anyway, labda kuna kitu nitakuwa najifunza taratibu. Then alipokaa sawa Jessica, then akafuata Alex akamwambia mama, na mimi naomba ninywe hiyo dawa kwa sababu nisipokunywa sio muda mrefu na mimi nitakuwa kama Jessica. Sasa nikawa najaribu kutengeneza picha kwamba nini kinaendelea, kwa sababu inaonekana ni ugonjwa ambao ulikuwa ni unajulikana pale nyumbani kwamba akiumwa huyu, akianza huyu wa kike anafuata huyu wa kiume. Nakumbuka miaka yao ni kama miaka 18 19 hapo katikati, yaani 18 19. So mama kaingia tena ndani, akatoka na chupa nyingine. Ile chupa ya mara ya kwanza aliyompa Jessica ilikuwa na rangi nyekundu, then chupa ya pili ikawa na rangi nyeusi. Akafanya the same vile kama alivyofanya kwa Jessica, akaitikisa ile chupa na akampa mara 2. Alex akanywa. Alex alivyokunywa akapiga tena magoti, akapiga magoti kwa mzee. Mzee akachukua mkono akamwekea kwenye kichwa. So nikawa najaribu kuunganisha matukio, sielewi. Baadaye mzee akasema, kijana, njoo tuongee. Akaniita kwenye dining room, sehemu ya kulia chakula, akaniweka kwenye meza, akaniambia ni vitu vingi ambavyo unajua pengine unatafakari na uwezi kuelewa maana yake ni nini, lakini kwa kuwa bado huko kwenye hii nyumba utazidi kuelewa kimoja. Sitaki nikuelezee sana kwa sababu wewe mwenyewe utaweza kuelewa kila baada ya kimoja kitakavyokuwa na inatokea. Sasa nikataka nimuulize, hii mlinzi yuko wapi? Kwa nini hawa wanapiga magoti baada ya kupewa dawa? Kwa nini wawekea mkono kichwani? Nini kinaendelea? Kule msituni tunaenda kufanya nini? Nikawa nashindwa kuelewa, najaribu kumake picha lakini nashindwa kuelewa nini kinaendelea. Kwa hiyo nikawa nimekaa nawaza, nikawa na mawazo mengi sana. Nikawa nawaza kujua nini kinaendelea, lakini nikawa nashindwa kupata nini kinaendelea. Kumbuka muda huo kichwa changu kikawa kama vile kimefungwa kimawazo. Kwa hiyo nikawa sina upeo mkubwa sana wa kufikiria. Kwa hiyo nikawa nafikiria kidogo. Na hata kama nilikuwa nikifikiria kitu siwezi kufanya maamuzi. Sasa baada ya pale mama karudi tena chumbani kurudisha ile chupa ya pili ambayo alimpa Alex. Then aliporudi mama akawa amevaa gauni jekundu. Then akamwambia mzee, akamnongoneza mzee. Akamfuata mzee akamnongoneza sikioni. Then alipomnongoneza sikioni, mzee akanigeukia mimi, akawa anataka kuninongoneza na mimi.